ndiye anaua watu kiroho, Jezebeli wa kipindi cha mwisho. Na ili kuwaua alihakikisha ya kwamba anashika wafalme wa dunia, wafalme wa nchi wamezini naye. Sikiliza, na nitakuonyesha wamezini naye kwa njia gani. Twende. Nazidi kusema hivi, na wakao katika nchi wamelevya kwa mfinyo wa uasherati wake. Ati nani? Wakao katika nchi. Ati nani? Wakao katika nchi. Nao wakao katika nchi. Nao wakao katika nchi. Wamefanya nini? Wamelevya kwa mfinyo wa uasherati wake. Wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Kumbe wafalme wamenaswa na huyu mwanamke. Raia hawajapona. Wamenaswa. Wafalme wamenaswa. Raia wamenaswa. Wafalme wamenaswa. Raia wamenaswa. Na Mungu anasema watu wafanye nini? Watoke hapa, watubie. Wewe toka hapa, toka hapa. Huyu ndio mwanamke ambaye atapeleka watu katika moto wa jehanamu. Analeta mafundisho ya uongo. Huyu. Sasa leo kwenye makanisa zetu amsome wangu kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Sasa mtajuaje huyu mwanamke ni nani? Sio simame dakika 5 nikuonyeshe ni nani. Wewe ulisomewa lini kitabu cha Revelation ama ni Zaburi tu? Pigia Bwana makofi. Pigia Bwana makofi. Alafu mnasomewa Malaki 3 mstari wake ni wa 9, toeni sadaka msimwibie Bwana. Mnasomewa hiyo, mnatoa sadaka. Mnasomewa Zaburi kurukarukia Bwana. Mnasoma hiyo, mnaenda kwa nyumba. Mlisoma lini kitabu cha Ufunuo wewe? Ulisomewa lini? Kama kuna Biblia yako, anza kusoma kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Ni vitabu ambavyo vimebeba historia ya kipindi cha mwisho. Yesu mwenyewe akasema kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wake ni wa 15. Sikiliza. Leo wachungaji ambao tuko nao ni wachungaji wa mshahara, sio wachungaji wa kulisha watu chakula cha Kristo. Wao wamekuwa kukusanya kwenye makanisa ili washibishe tumbo zao, si wa kushibisha neno, washibishe tumbo zao. Ndio naona leo wachungaji akifungua kanisa leo within 1 year akona gari. Wao ni biashara ni mzuri. Sikiliza. Leo ukitaka kuwa tajiri, wewe fungua tu kanisa. Alafu uanze kusema mimi naponya ugonjwa yote, nakemea mapepo, kuja ukitarajia miujiza. Wewe nani atakosa kukuja kwa hiyo kanisa? Watajaa. Kwanza wamama ndio wengi, watajaa kwa hiyo kanisa. Na utakusanya pesa. Angalia. Sikiliza. Manabii ambao tuko nao, ukisikia sijui Aori, sijui Ng'ang'a, sijui na Makenzi, hawa wote ni matapeli. Nabii wa Mungu awe ambaye afundishi watu Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, huyo sio nabii wa Mungu. Watumishi wa Mungu lazima wafundishe watu kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, maana ni jumbe ambazo zinafaa zisikike masikioni mwa washirika wanaokuja kwenye ibada. Warumi 15 mstari wake ni wa 4. Sikiliza. Alafu tunarudi mahali tulikuwa. Wewe Warumi 15 mstari wake ni wa 4. Kama wewe haujui kitabu cha Hagai, haujui kitabu cha Amosi, haujawahi somewa kitabu cha Habakuku, wengine hata wajui kitabu cha Hosea, hawajui kitabu cha Naumu, hawajui kitabu cha Nehemia, Esther, haujawahi sikia pastor akitamka hiyo vitabu ama akikusomea akwambie leo tunasoma kwenye kitabu hiki, wewe uko kwenye kioski ya mtu. Wewe ni stock. Pastor anaona 200 imekuja, mwingine akiingia anaona 300 imekuja, wewe ni stock. Kanisa la Mungu watumishi wake wanafaa wafanye nini? Soma andiko. Biblia inasema hivi, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo hawa ambao wanafundishwa si wa Kristo. Naam. Na imesema yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo kwa kanisa tunafaa tujifundishe yote yaliyotangulia kuandikwa. Si Genesis iliandikwa ya kwanza kabisa, ndio? Naam. Hizo vitabu zote tunafaa tusomewe. Lakini leo Wakristo wamechagua baadhi ya vitabu. Wamechagua kitabu cha Zaburi, kitabu cha Luka na kitabu cha Malaki, vitabu 3. Hata leo vile umekuwa kwa kanisa umesomewa mafungu mangapi? Kama si 2 ama 3. Simekuwa kwa kanisa leo umesomewa mafungu mangapi? Na wewe vile umesimama hapa dakika 5, wewe wameona tumesoma mafungu mangapi? Tumesoma mafungu mangapi? Alafu kanisani umesomewa mafungu mangapi? Yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo Biblia
kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ifunuliwe watu waelewe jumbe zenye ziko ndani. Saa hii ukiambia mtu hapa akufungulie kitabu cha Amosi, ata take time, ataipata kesho. Saa hii Biblia hii tupatie moto, tuwaambie tufungulie kitabu cha Hagai. Kwa nini? Maana hajazoeshwa, hajafundishwa na mchungaji wake, wala hata hana habari kama kuna hiyo kitabu. Atashangaa. Mimi nakwambia na ukweli, hata saa hii tutasoma hapa andiko useme hiyo ni gazeti imesomwa ama ni nini? Atashangaa. Ni Biblia. Angalia, watu wasomewe. Sasa vitabu ambavyo nimebeba historia ya wewe na mimi kipindi hiki cha mwisho, ulimwengu inapoenda kuisha, ni kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Yesu akasema, soma kitabu cha Mathayo 24 mstari wake ni wa 15, nikuonyeshe. Hizo ndio vitabu ambazo tutakuwa tunakusomea hapa. Biblia yote pamoja na vitabu ambavyo vimebeba ujumbe wetu. Usikae mbali. Ndio tumeanza, usikae mbali. Ukiwa na swali unakuja hapo. Soma andiko. Biblia inasema hivi. Na isema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Yesu anasema hapo mtakapoona chukizo la uharibifu, lile lililo neno na nabii Danieli. Yesu anasema kuna chukizo liliwahi kunenwa na nabii Danieli, liliwahi kunenwa na nabii Danieli. Limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ati nini? Asomaye na afahamu. Kwa hiyo Yesu anatuambia kuna chukizo la uharibifu litasimamishwa kwenye kizazi chetu, si ndio? Naam. Hili watu wafahamu, lazima wafanye nini? Wasome. Kwa hiyo tutasoma nini? Kitabu cha Danieli. Si amesema liliwahi neno na nabii Danieli, si ndio? Naam. Surudie hiyo andiko. Wasikie. Hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, twende. Lile lililo neno na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, twende. Asomaye na afahamu. Kwa hivyo watu wanafaa wasome kitabu cha Danieli ili waelewe chukizo la uharibifu. Leo waenda uliza ng'ang'a, chukizo la uharibifu ni nini? Enda uliza leo pastor yoyote ametoka kanisani leo, muulize chukizo la uharibifu liliwahi neno na nabii Danieli ni nini, kama atakwambia. Wengine waliniambia, unajua hawa wanyama hawa ni ujumbe wa kutisha, Mungu atakuja kutuelezea mbinguni. Wewe umedanganyika. Kumbukumbu la Torati 29 mstari wake ni wa 29. Angalia kwenye Biblia kuna huyu mnyama ambaye ako na vichwa ngapi msomaji? Vichwa ngapi? 7. Vichwa 7 na pembe ngapi? 10. Huyu kwa Biblia kuna mnyama ambaye ni mnyama mwenye kutisha, na kuna mnyama ambaye anafananishwa na chui. Sikiliza, hii yote ni jumbe za wakati wetu, lazima watu waelewe. Kwa nini? Soma andiko. Biblia inasema hivi. Na iseme, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Kama kweli hii mambo ingekuwa ni ya siri, Mungu angefunua ikoe kwenye Biblia. Maana mambo ya siri yanafaa yabaki kwa nani? Kwa Mungu. Mambo ya siri ni ya nani? Ni ya Mungu. Soma. Lakini mambo yaliyofunuliwa, huyu mnyama amefunuliwa kwenye Biblia kabisa. Huyu mwanamke ameandikwa kwenye Biblia. Naam. Si amefunuliwa kabisa. Ndio naona kwenye kitabu cha Biblia kuna kitabu kimoja kinaitwa kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo yamefunuliwa. Yote yaliyofunuliwa, malizia. Inazidi kusema hivi. Lakini mambo yaliyofunuliwa kama haya yenye unaona hapa. Ni yetu sisi na watoto wetu milele. Ati nini? Ni yetu sisi na watoto wetu milele. This is our message and our kids, our children. This is our message. Ujumbe wetu ni huu. Wewe kama uelewi hii ujumbe, wewe jiandae kwenda motoni. Kama uelewi hii, wewe umenaswa na huyu mwanamke. Maana usipomwelewa utakuwa kwake na utakuwa na habari. Lakini ukimwelewa hautakaa hapa, utatoka. Hata sisi tulikuwa hapa, tuliposoma tukaelewa hatufai kuwa hapa, tulitoka hapa. Na wewe pia naomba uweze kutoka. Sikiliza. Wording of last days. Sauti ya ukweli.